Tulikamisi hapa. Yep, yo, it is the number one showman East African Taliban. Tunakuja na maalbum. Tunakuja ni kazi kwa kazi. Yo, back to back. Jana nimesaini msanii wa kike. Ya jana. Exclusive hizi interview ndio mpya mnasikia sasa. Nyie mlikuwa mjui. Fighter imesaini msanii wa kike. Kama sio siri netonali, kama sio siri. Kwa sababu ukisema kama sio siri tena si unajua mimi kuna kipindi msanii wangu yule nani Difficile 5G. Yalionichukiza kidogo tu, nikamwambia bana rudi nyumbani. Hapana toka. Rudi nyumbani ukasome contract vizuri. Nenda usome. Mimi hakuna vitu vya Facebook ama nini, hamna. Mimi ni serikalini directly. Hakuna cha ABC. Ni serikali. Hamna, ni serikali ndio itatuamua. Sasa urashaka makuru mashasha meza kandegezweho. Fyunda subscribe kuri Show TV. Amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe. L trending iriho kubganyu. Barindi nifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success. Yes, hello wapenzi watazamaji wa Show TV plus 257 kama karibu tena kwenye kipindi chako cha mwanamuziki. Kwenye kamera pamoja na sisi The Silver aka mnyama wangu, kwenye microphone pamoja na MB Promoter aka Mr. If you like me I like you, if you don't like me I don't like you too. Unajua kitu gani? Kama ambao uja subscribe our channel YouTube, nenda kwenye YouTube andika Show TV, utaona kuna alama pale ambayo unaweza ukabonyeza. Ukibonyeza utakuwa unapata notification moja kwa moja. Haimaanishi uko Saudi Arabia, au Canada, au France au wapi. East Africa nzima, dunia nzima, ukibonyeza pale utakuwa kwanza kupata vipindi vyetu. You know what? For now nimekusogezea mwanamuziki ambaye mimi nataka ni nguli. Watu waga wananiuliza nguli maana yake nini? Mwanamuziki nguli ina maana ni mwanamuziki watoka kitambo ambaye mpaka sasa hizi anafanya vizuri kwenye industry yake, kwenye career yake ya music. Utamjua na natumai kwamba ulishamuona yuko karibu yako, naye si mwingine. For now mimi sitamtambulisha. Mimi nakuaga namuita yap yo aka mkali wa show. Ana majina mengi, labda mwenyewe jitambulishe. Bro, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inakuaje kakaangu? Safi. Uko fresh? Poa sana. Umedamsi kinomo, bana, asante sana. Yaani kama kuna wasanii ambao wananipatia changamoto na furaha, uko the first yani. Toka kitambo na kufuatilia. Shukrani sana. Watu wanafahamu kwamba wewe ni Mr. Happy Famba. Lakini kuna watu wengine wanasema labda kuna jina lingine ambalo ushagawahi kama vile kujibatiza hivi la AKA. Watu wanahitaji kulisikia na kuliona kwenye kamera hapa sasa hivi. Nilo mkali wa show. Watu wa zamani wakiniona wanasema bana jamaa kitambo tulikuwa tunamuita Mr. Mafieri. Alafu umenenepa bro. Bana. Umetakata kinoma. Tunashukuru. Sema alhamdulillah au? Sema alhamdulillah. Mimi sijawahi kuivaa. Unaona hiyo logo ambayo unaivaa kama ni polo. Mimi sijawahi kuivaa maisha yote mazima. Inshallah utaiva. Tunahitaji watu kama hawa, wasanii kama hawa kwa nchi yetu ya Burundi. Msanii ambaye anajielewa. For now alitoka kwenye kitu alafu anafika kwenye kitu. Utakuja kusikia maoni yake kutokana nini na hii ambayo tunataka kuiongelea hapa. So bro, I need to know kitu kimoja. Wewe ni msanii ambaye wa kitambo sana. Kama sijasahau. Ulifanya vitu vikubwa sana mpaka kufika kwa hii hatua. Mpaka sasa unafikia. Hebu tuambie ni siri gani ambayo ulifanya mpaka sasa hizi unafika kwenye hatua hii? Uvumilivu. Kuvumilia. Wengi huwa wanashindwa. Unaona kuna wengi wakitukanwa kidogo tu kwenye game wanafika wanakasirika, wanaacha kweli. Sasa hiyo kwenye game ipo lazima hata ufanye aje itazidi kuwepo, itakukuta tu. Sasa ukishindwa kuvumilia unaacha kweli. Unasikia hicho kitu ya kwamba yeye alivumilia muda mrefu. So wewe ambaye mpaka sasa hizi unashindwa hata kuvumilia, utaweza kweli? Watu wanahitaji kufahamu ulivumilia kiasi cha miaka kama mingapi hivi ukafikia hatua? Nimevumilia yani miaka yote. Kuanza naanza ni kama mtu umeanza kuzaliwa. Hadi leo unakutana na watu wenye kukutosi, mwenye ujui, unajua wote unakuta tu wanakutosi. Sasa na kwenye game ndio hivyo unapoanza. Kwa sababu mashabiki huwa wanakuwa kama majaji wanakujaji. Piko mmoja atakutukana, mwingine atakufagilia. Sasa miaka yote
wanatinga ukitoa wimbo wanakujaji, ukitoa wimbo wanakujaji. Na kama utaki kukubali kwenye music ile 50-50. 50 wamoja wanakukataa na 50 wengine wanakukubali. Kama utaki hivyo, kwa sababu hata familia yako inaweza kukukana. So hata familia yako inaweza kukukana kama ukubali kwa ile 50-50. Kutukaniwa na kukubaliwa yote inawezekana. Baadhi ya mashabiki kuna ambao wanakupenda na kuna wengine watasema vibaya, lakini wewe usikate tamaa, vumilia. Kama nilivyosema Happy Famba, ni lazima uvumilie. Ukivumilia utakuja kupata nini? Matunda mazuri sana, you know. For now akakangu, kama sijasahau miaka mimi nahesabu kwa miaka yangu mimi, you know, sasa hizi niko na miaka 20 kupanda. Sasa hivi kwa sababu watu wengi labda si unajua. So nilikuwa nakufuatilia sana kitambo kule Saga Pledge. Kuna style ambayo nilikuwa napenda kutumia sana kwenye stage. Unaona kama vile kuingia kama Michael Jackson. Nahisi kwamba kwa sababu ulikuwa bado ungalika ulikuwa na mwili, so for now unaona kwamba ulishakuwa kibonge. So hiyo burudani tunaitafuta, tutaipataje sasa hiyo burudani? Tumbatize nani Difficile 5G sababu mwili wake bado unamruhusu kama kwangu kama Michael Jackson. My God, unasikia? Nyinyi ambao mlikuwa mnataka burudani yake kwa sasa, hata akifanya show hala tena ule uwezo wa vile vitu ambavyo mkali wa show halikuwa anapanda kwa unaona kuna maspika, alikuwa anapanda kwenye ngazi tu hivi anapanda kwenye stage na rook. Kuna jamaa mmoja alikuwa anacheza naye hivi Tradisile bwana sasa, huyo jamaa yupo kwa sasa. Na yule jamaa kwa burudani kutosha. Imekuwa ni show kabisa. Show mkali wa show. Sio hamna show, tukiongea ukweli siku hizi hakuna show. Ndio mko tutia show sasa. Lakini kipindi cha Saga Plage show imekuwepo. Sasa tunaendelea kwa maisha yako ambayo sasa takriban bado umeshangaa kama vile maisha mazuri for now. Hapa ni kwa mjengo wako kama sijasahau, ofisi yako. Naam, kwa sababu wasanii wengi wa kitu wanakikosa. Hebu tuambie siri mafanikio mpaka kufika unafanya mjengo kama huu ni kwenye ofisi yako, mashallah. Uko poa. Hebu tuambie siri mafanikio ni nini? Siri mafanikio ni ile kunani kujituma, alafu pia kufuatilia wasanii wengine. Hapana wapa Burundi, wale wa nje. Hapana hata nje ya nchi unafikiri kama ni Afrika, Amerika, yani unafikiria wakina Jay-Z wametusuaje? Sema wewe na malebo wafanye nini, imekuaje? Unafuatilia kina PDD, wote unafuatilia kitu zao. Unasema why siwezi nikafanya kitu kama hicho kwa nchi yangu kama Burundi? Ndio. Unakuta vitu vyote vinawezekana. Ukawa mwanamuziki, ukawa manager, ukawa promoter, kwa sababu ni fani yako ya music. Kipaji chako inawezekana, sababu music inaenda kwa step. Step ya kwanza labda unaanza kuwa dancer. Ukishatoka kwenye kuwa dancer unaimba. Ukishatoka kuimba unaanza kwa sasa bosi wa label, unakuwa na wasanii wako. Ukishakuwa na wasanii wako ishakuwa ni kampuni. Ikishakuwa ni kampuni unaanza sasa kufikiria kutengeneza logo za kampuni zako ziwe zinauzwa, kama mfano hizi mifuko hizi kama vile nguo, unaweza kusema nembo langu, acha niingie mkataba na kampuni fulani kama vile Azania, kitu kama hicho. Sasa huo unaenda step by step. Ukishakuwa kwenye step by step, step ya kwanza unasema ni kwa dancer, ni kwa mwimbaji, ni kwa manager. Sasa hivi namiliki lebo kubwa, wenda labda mfano unakuwa na agency za magari zinaenda sehemu nyingi. Hizo zote zinakuwa kwenye music. Unakuwa na stage yako, sound, unamiliki radio, unamiliki TV. Ndio step ya muziki. Yani ndio njia. Ndio kwenye vitu ambavyo unaelekea kwa idea yako. Tutegemea inshallah miaka miwili hivyo vitu vitakuwepo kama Mungu akakupatia uhai. Miaka miwili hata mitano si nyingi. Mtu unakuwa unamiliki media, unamiliki, unajua pa Burundi hakuna media inaandaa show. Kweli. Yani media iko kwenye entertainment. Hamna. Lakini mtu unaweza kaanza kwa fikra, baadaye ukakuja kuna nini kutimiza. So that is good. Tunaenda kwenye lebo yako ya The Fighters. Hebu we need to know idea yako kuiunga The Fighters, kwa sababu ulikuwa naimba single peke yako. So idea ya kuunga The Fighters ulikuwa solo. Kuunga The Fighters niambie ilitoka kwa nani, au kuna mtu ambaye alikushiriki tufanye kitu? Hamna. The Fighter, mimi kwanza huwa sipendi kula peke yangu na kwenda kuchangia na wengine. Hata kitambo niko dancer, tulikuwa na kundi, tumekuwa watu wengi tunachangia. Na wakati naanza kuimba nimekuwa na madancer wangu. Sasa wakati ya kutengeneza lebo nimesema why
why nikwe peke yangu. Ndio. Acha ni tafute watu wengine tuwe kama vile familia, shirika tusaidizane, tufikishane mbali kwa sababu muziki wewe peke yako huwezi ukaweza. Ndio. Basi ndio nikaongea na wandugu zangu Peace and Love. Walikuwa bado wapo wawili, tukakubaliana, tukaingia mkataba, tukaanza kutumika. Mwanzo ilikuwa Kio Production kwa mkataba wa kwanza lakini baadaye nikasema hapana. Hii kazi inaomba kufight. Hii kazi ni kupambana na maisha, kila mtu, hakuna sio pambana. Ukipambana inabidi upambane. Na ukipambana vizuri unapata. Lazima. Acha nifanye The Fighter Production. Basi ikakuwa The Fighter Production. Ndio. Nikaisajili serikalini, wakakubali, basi nikaanza kazi hadi leo tushakuwa na wasanii wengine. Unasikia kwamba kwenye Fighters ilitokea idea. Nifikiri watu wengi wao wanajiuliza The Fighters ilitokea wapi? Alishakwambia kwamba ilitoka idea hivi kawa hivi kafika mpaka kwa Peace and Love. So Mr. Happy Famba. So kwenye The Fighters una takriban kama wasanii wawili kama sijasahau. Ni Difficile 5G pamoja na Vichou Love mkali wa nini? Sijui na msalo wa sauti sijui hivyo unamtaga hivi. Mimi namtaga kama vile baba. So East Africa. Okay, East Africa. Hapana Africa, East Africa. Hapana Burundi, East Africa nzima. So tunahitaji kufahamu kwa nini uliwaza kumchukua 5G, kwa sababu kuna watu wengine ambao wanachukua wasanii ambao washakuwa A-level. 5G nikifikiri kama alikuja kusikika sana kipindi alipokuwa kwenye lebo yao. So kwa nini uliamua kumchukua 5G? Kuna watu wengi, kuna wasanii wengi hapo ambao wako juu lakini hawana kwa kukamata mkono. Project zangu hero. Zero to hero. Zero kwa hero. Yani mtu unamwanza yupo zero kabisa, afu baadaye unampandisha hadi anakuwa level 1 2 mpaka nafika hero. Sasa akishakuwa juu mimi itanifurahisha sana kwa sababu kuona mtu nilimtoa amekuwa chini, amepanda, amekuwa hivi, hivi, inafikia inanifurahisha sana. Ndio kwa maana Difficile nimeanza hivyo, na pia kuna lengo ya kusearch tena talent zingine wawe wengi kabisa. The Fighter itakuwa kama big family, wasanii wengi sana. Tuzungumzie kama vile Sauti Sol kule, kama vile WCB, kwa sababu kuna watu wengi sana, kazi tofauti. Itakuwa big company kama Gira ulikuwa unaona kama zile za Marekani, Bad Boys, Rough Riders, wasanii wengi sana, G-Unit, wasanii wengi kibao. Sasa itakuwa nani The Fighter Production, itakuwa ni family. So kwa nini watu wengi wanapambania kwenye muziki wa label, wao wanapambania tena wasichana? Kwa sababu Burundi wanasema kwamba wasichana bado wako nyuma sana, wanakosa management. Alafu unakutana watu wasanii wana uwezo wa kuchukua wasichana. Kwa nini uoga mnakataa kuchukua wasichana kwenye label mapema, mnazenga wanaume tu? Nimekuwa yaani umenitia kwenye mtego kwa sababu nimekuwa nimefanya siri, lakini siri lazima itoke. Lazima tu useme. Jana nimesaini msanii wa kike. Jana. Exclusive interview ndio mtu mnasikia sasa. Nyie mlikuwa mjui. The Fighter imesaini msanii wa kike. Kama sio siri ni tunani, kama sio siri hivi. Kwa sababu ukisema kama sio siri tena si unajua kwa jina acha tulihifadhi. Jina liweke kwanza kaponi, lakini wajue tu kama wajue tu msichana tayari. Kuna msichana halisi sasa kwenye The Fighter anakuja kula matunda sasa. Mambo tayari kabisa kila kitu. Kwa sababu sisi ukisaini kwenye The Fighter hausaini tu hapa kwa kampuni. Unasaini hapa hadi serikalini. Kwa sababu serikali ndio inakuwa shahidi. Sababu ikitokea maandamano hivi atakaki vile vitu, mtu anachukua simu yake kama amelala na amevuta bangi ama amekunywa pombe, amelewa, afa anachukua simu anaandika kwenye Facebook eti tangu leo nimetoka kwenye The Fighter Production. Nenda kule serikalini. Afu wewe unakimbilia kwa nani? Nenda serikalini kule mnaandika. Sheria za The Fighter. Ukitaka kutoka kwenye lebo. Andika barua. That is so good. Na sisi tukujibu kwa barua. Sio uende kusia watu adabu, eti unachukua simu unaenda kuandika kwenye Facebook, mitandao social media inakuwa sio kitu. Unauia watu vitu vingi. So for now ushakuwa manager, CEO wa The Fighter. Wewe ndio ambao una manage Vichou na ndio una manage 5G kama sijasahau. Sio hivyo. Sasa tunataka kufahamu, so wewe utabaki kwa manager au bado mpaka sasa utaimba tena? Na nyimbo zangu nyingi. Nyimbo nyingi sana. Na bado uko boss na niliwahi kuposti nani? Labda ufuatilie posti kwa Instagram, niliwahi kuposti
nina album inakuja inaitwa double nationality. Double nationality. Inakuja itakuwa ni mwezi wa 11 Septemba mwaka huu mwaka. Nina wimbo na Vichou, nina wimbo sijui na nani wasanii wengi, nina nyimbo zangu. Unasikia bana? So tunaenda kwa sisi kwa the fighter step by step, hatuna pupa, hatukimbizani na mtu. Kweli hii ni game tulilianza toka kitambo, tunajua njia za kupita na zile unasema hizo usipite. That is so good. Pole pole. You know what, kwa nini nimekuuliza kama kwa boss alafu tuendelee na nyimbo? Kwa sababu unaona tukisema kama vile tuchukulie kama vile ambani sisi wote ni kaka yetu, kama vile leza muziki pamoja na wewe, Mgeni Desire kama vile KB Fizo. Yeye kule ni CEO na anaimba. Ndio maana na mimi nimeuliza na wewe utazidi kuimba au utakaa kama vile boss kama vile Salimu Mkeki wa WCB? Nitaendelea. Au tunaona imba? Ndio maana nimeuliza hivyo. Ndio maana nikasema acha niulize kwa sababu swali labda kuna wengine labda wako wanajiuliza. So kitu kingine tunakuja about the fighters. Vichou ni msanii ambaye alijitafuta toka kitambo, lakini wewe ulimtafuta ukamweka kwenye career. Hebu tuambie kitu ambacho Vichou anacho ambacho wasanii wengine Burundi hawana. Kama vile siri ambayo unaifahamu. Najua. Naam. Kuna ile kujua kwanza kujua muziki. Sababu kuna kuimba na kujua muziki, kutupa ladha muziki. Sasa Vichou yeye huwa ni multi talent. Huwa wasanii wengi ukimwambia chukua gitaa upige ama keyboard, drums hawezi, lakini vyote yeye ni multi talent vyote. Alafu na kanisani huko yeye ndo anapanga masauti. Sasa ni mtu noma. Iko difficult na wewe. Yani noma sana. Alafu 5G unamwongeleaje msanii wako ambaye ni mpya sasa hizi kwenye lebo yako? 5G kitu namuongelea yuko na yani ni kitegemeo cha kesho. Sio kusema leo tumpe mapete tumwambie ni gihanga ngia lakini miaka kama 3 ya mbele huko Difficile 5G atakuwa mtu noma sana. Lakini akiwa na discipline. Kwa sababu cha kwanza ni discipline. Industry ni lazima kuna adabu. Tunakuja kwa post ambayo anielewe kufanya mahojiano na Uy'Umwaka Nguru. Alikuwa yuko kule kufanya naye kwa kupitia simu ndani ya interview. Tukaongea kitu kimoja, akasema kwamba Burundi kuna tofauti, kuna kitu ambacho kinaua muziki. Ya kwamba wasanii huwa wanajisifu sana kuliko kazi. Hiyo neno unaongeleaje hicho kitu? Ni kweli. Ni ukweli kabisa, hajadanganya, naongea ukweli kwa sababu watu wengi hapa ni wastaa. Kweli. Wastaa kwenye kichwa ni wastaa. Lakini reality sio wastaa. Sababu kuwa star mtu ungojagi kumwambia eti niko star. Naam. Anaingia tu kwenye Instagram yako ama Facebook. Anafikiri una star wako. Anaona tu bwana huyu mtu ni star. Huyu mtu kweli anaishi kistar. Ana maisha ya ustar. Huwezi ngoja kumdanganya mtu kwa sababu dunia imeshakuwa kwenye simu. Kweli. Ukinambia happy Famba, okay. Mtu anakugugo. Kweli. Basi anapata maisha yako yote. Kama upo tajiri, hautangoja kujisema tu upo tajiri. Amna CV, kila kitu kipo. Kweli. Sasa ameongea ukweli. Kweli. Alafu watu wanazidi sana kumdisi kwamba eti yeye Uy'Umwaka Nguru ambaye alikuwa ni mtangazaji kwamba eti yeye analalia sana watoto ambao ni wa Kiswahili kuliko wasanii wengine. Eti ana upande mmoja huko anapendelea, kuna muda tena mpaka mafuta Famba, anampaka Vichou, lakini akifika sehemu kwa mtu fulani huwa anamponda sana. I don't know hicho kitu wewe unakisikiaje? So ulishaona hicho kitu kiminda yuko huko Uy'Umwaka Nguru mwenyewe? Mimi nafikiri mwanzo kwanza kwa kufahamiana mimi na yeye sana. Tumefahamiana kwa kugombana wakati anatumika kwenye Rema FM. Kuna kipindi bana amenichafua hadi nikaenda huko kugombana kwenye radio. Lakini baadaye mimi mwenyewe nikajilaumu. Nikasema huyu ni mtangazaji, hiyo ni kazi yake. Unajua sasa hapa Burundi mara nyingi watu tunapenda kumwagiwa maua tu peke yake. Ingelikuwa watu wanasema vibaya, ukisema vibaya unaacha muziki, ungelikuwa kwanza. Diamond angelikuwa kwanza. Kuacha muziki kabisa, anasema mimi naachana hivi vitu, nishapata hela yangu, acha nifanye biashara nyingine. Siwezi kuwa naitika wanizarau mimi hadi wazarau hadi wazazi wangu. Sasa mimi naviacha.
Lakini naona watangazaji wako kwa kazi yao. Na mtu anaanza kusema vibaya. Anaanza kusema vibaya. Kumbe kuna kufanyizia matangazo pia. Unaona sasa kuna wasanii hapa najua wanataka Ismaili awe anawatukana lakini vinashindikana na wanamwandikia. Kwa nini ututukane hata na sisi basi? Tutukane sisi tupate lezi. Nilifanya hiki. Unaona mtu unaanza kumwambia mtu nimefanya hiki nichane. Nichane bana niende mjini. Unaona sasa kila mtu mimi kivyangu kwenye music. Naacha kila mtu afanye kazi yake. Kweli. Kuna watu wamekaa chini wakasema tangu leo tubanie The Fighter. Tusipige nyimbo zao. My godness. Tusipige nyimbo za Vichou. Kweli. Tusipige nyimbo za Famba. Kweli. Lakini nikaona sasa nibaki napambana nao haiwezekani. Wacha mimi nifanye kazi yangu. Kweli. Basi na tukionana tunasalimiana tunachangia lakini nifanye kazi yangu. Mwenye alikosea mwenzake atakujaga baadaye ataambia bana nisamee. Nifanyaga kosa sorry niliweko kubania ama niliweko kufanya hivi nisamee naomba msamaha. Na huyo mtu akija kuomba msamaha kama kufanyizaga kibaya wewe msamee. Hamna shida. Sasa ndio maana hapa mimi naona tu kila mtu afanye kazi yake. Achana na mtangazaji fanye kazi yake utangazaji. Akifanya vibaya akifanya vizuri atajijua yeye ndio anajua njia ambayo yuko tafuta kupitia ndani. Na muimbaji ni the same. Hivyo. So tunde about Vichou Love. Ni kwamba wewe ni manager wa Vichou Love. Sawa, sio hivyo, ni manager wa Vichou Love ambao unamiliki kila kitu. I need to know about zile nyimbo zake ambazo zilikuwa awali za Vichou Love. For now waga anaziposti kwenye nani ya Fighters au anaziposti kwenye account yake ya YouTube peke yake? Zipo kwenye account ya nani ya Vichou. Ya Vichou mwenyewe. Kwa nini zingi kwenye The Fighters? Kwa sababu msoko kitu kimoja. Hapana. Unajua kuna vitu vingine patia mtu uhuru wake. Abakia na miliki vitu vyake. Basi muaminiane. Hapana kusema tu nitaweka kwenye akaunti zangu kwa sababu ipo siku tutafanya hivi watakuja kuninani. Watakuja kunigeuka afu baadaye aende na fa kwanza kitu kwa uaminifu ndio mtaendelea. Ndio maana mnaona tunaendelea kwa sababu tunaaminiana. The Fighters ni label kubwa for now ambayo iko fresh kiupande wote. So labda tuseme kitu kimoja ambao wafans ambao wataje kufahamu haitakuja kubadilika kama vile labels zingine pa awali walitia fujo kama label ya Bantu Boy walitia fujo. Tutegemea kitu gani kwa The Fighters kama mabadiliko kwenye labels zingine ambazo zilikuwa awali? Mabadiliko unajua huwa yanakuwa kutokana na wanamuziki. Unajua mwanamuziki akishapanda huwa anapata watu, mtu anamwambia bana mimi nataka kukuwekeza kwenye milioni 100. Nataka nitakununulia gari. Unajua hapa Burundi ndio tungali na mambo ya ukisikia gari mtu unatetemeka. Wanasema mtu anakuambia toka kwenye hiyo lebo kuja kwangu nitakununulia gari. Nitakununulia gari, nitakupangia nyumba. Alafu ukishaenda huko maana uko down ndio unaanza tena maisha, unatembelea gari, siku kitoka kwenye hiyo lebo wanakunyang'anya tena gari. Unaona anakunyang'anya na kwa sio la kwa ni mtu tu kukudanganya. Lakini mara nyingi sana mtu anakutoa zero to hero. Sasa mtu uko zero hakuna mwenye hakuna upata hata wasimu hakuna. Hamna. Ushakuwa kuhero ushakuwa kule juu kila mtu sasa ndo anakuambia bana njoo nikumanage. Atakupa pesa hizi na watu wako Ulaya wanakupigia simu, mimi niko Ulaya sina njaa, hela yote ya show utakuwa unaweka mfukoni. Lakini baadaye sasa vitu unaona mtu sasa kwa ananiambia zamani hivi. Mbona hivi alikuwa ananiambia ulipiga show leta hiyo hela tugawe. Sasa hiyo kitu huwa inakuwa mimi siwezi cheka mtu mwenye ametoka kwenye lebo eti ucheke ule mwenye lebo. Sababu na wewe yatakukuta tu. Unaweza kukuta tu dawa kwa sababu wasanii ndio hivyo. Wasanii ndio hivyo. Lakini niseme tu acha nitoe siri kidogo. Toa siri wasanii. Mimi kuna kipindi msanii wangu yule nani Difficile 5G. Alionichukiza kidogo tu nikamwambia bana rudi nyumbani. Hapana toka. Rudi nyumbani ukasome contract vizuri. Nenda usome. Mimi hakuna vitu vya Facebook ama nini hamna. Mimi ni serikalini directly. Hakuna cha ABC ni serikali. Hamna, ni serikali ndio itatuamua. Sasa tusingoje kwa ibishana mambo ya kufungishana. Wewe nenda nyumbani kwanza. Nenda nyumbani uchukue mkataba usome yote taratibu hadi umalize. Soma pole pole. Alafu
ujirudie tena kwenye akili. Basi kumshauri tu hivyo, basi alifika anakuwa na discipline, akaelekea kwa kweli tayari hivi uko sawa, kwa sababu anajua venye amesaini. Hivi tumekata kwenye mkataba, utofanyaga hivi na hivi utafanya. Kwenye lebo yako ya The Fighters, tunakuja kama vile kitu kama vile question. Mimi nina show ambayo nataka ninaandaa, alafu I need kuwa na msanii kama vile Vichou. Hebu niambie ni kiwango gani uwezi chini ya hicho kiwango uwezi kama nipatie nikafanya na show? Ni vigumu kusema, lakini Vichou ni msanii yuko kwa sababu Diamond anasema kwamba mimi chini ya milioni 100 Burundi siji kupiga. Na wewe chini ya milioni ngapi Vichou mpana hata hiyo show ya aina yoyote hivi? Siwezi nikazungumzia, lakini Vichou yuko bei sana kuliko 5G. Yuko bei sana, hata 5G bado mtoto. Yani ukiona show za Vichou ayumo, ujue pesa wametoa ni ndogo. Yani wametoa milioni 2, wametoa milioni 3, tukaambia hizo ni ndogo. Milioni 2, milioni 3. Tunaambia ni ndogo. Tunaanza kwa milioni 5 kwa Vichou. Tunaanza kwa milioni 3 kama kataka kusemanisha msikia milioni 2, 3 ndio za hiyo 5G. Vichou ni 5 gopana. Bila hizo uwezi kufanya nini? Uwezi kumpatia. So Famba, tunakwenda kama vile kumaliza kakangu. Hebu nahitaji kuwapatia ushauri wasanii ambao walikuwa ni wa Kongo, lakini walikatishwa tamaa na maneno ya watu kuendelesha kazi. Kama wapo wengi sana, wapo wengi kina perhaps kina nani. Unasikia kina perhaps mimi nafuatilia sana Black is Black. Kina Rick Dog kama ashakapotea Sly, kina Dog B. Hebu wapatie ushauri. Unaona unapofika hapa wewe ulisema ni uvumilivu, labda walishindwa kufanya uvumilivu. Wameshindwa. Hebu wapatie ushauri kidogo. Unajua watumaini hivi. Inaumiza sana. Unaona maisha kitambo. Tulikuwa tunazurura mitani ya mguu. Naam. Afu kishapita. Wale mashabiki wanakuambia si ndio ule msanii wenu wewe. Naam. Tunaombiaga wana kitu amsikii. Wanakusema na uko unasikia. Unawasikia kabisa. Kweli. That is so good. Hadi unasema sasa nimeingia kwenye kazi gani jamani? Kabisa. Unaumia roho. Kabisa. Unazurura mtaani. Sasa ukiingia kwenye basi ndio hivyo tena. Bana sogea tukaa mwena wasanii bana. Si mnaona magari zenu. Umeshachoka. Umeshachoka. Nyumba za kupanga tena hivyo kelele kila siku. Bana hamkuniona suruali yangu. Uliza ule msanii siku ameivaa. Sasa sehemu zote wanapo attack. Sehemu zote. Sasa ile roho ya kuvumilia walikosa. Hadi mtu anasema hapana. Kweli. Mimi naachana na hivi kabisa. Naacha hii kazi. Wengi wameacha, wengi sana, yani wengi. Labda wanahitaji kuliko kina Dodora walitumei. Wengi yani ile generation yangu nikikuhesabilia watu wameacha ni wengi sana. Hebu wape ushauri wasikie, labda watakufuata watalala. Ushauri ni kupatia inani new generation. Kwa sababu wale wamesha staff wameshaacha, hawezi wakarudi tena. New generation wako na tatizo limoja, kila mtu ni star saizi. Hamna underground. Watu ni star kitoa nyimbo moja kwa hit moja star. Bana yani hata interview anakuzimia simu. Message unamwandikia leo anajibu kesho. Hata na akijibu bahati yako tunakula kwako. Sasa unajiwaza wewe mtu anataka kukupa opportunity ya kuonekana dunia nzima. Unamzimia simu. Kweli. Wewe unaonesha kama uko local mind. Ile sema ile local mind. Mind yako bado ngalike. Mtoto kina Black Jot wali hawasikiki tena, I don't know. So tuko pamoja na Happy Famba, Mr. Mkali wa show aka ni CEO wa The Fighters label ambayo inamilikiwa pamoja, iko na wasanii wawili 5G Difficile pamoja na Vichou. So tumekuja kwenye mjengo wake hapa, ni ofisini kwake. So I need to know bro, hizi ofisi zote hapa ni za kwako? Hebu unaambie kila kazi ya ofisi hapa, kwa sababu naona kuna chumba nyingi hapa, kuna kule nyuma, sijui labda baadaye tutafanya visit. Watu wasikie labda after interview tutafanya visit, tutazama, tutuambie. So kuna sehemu ya studio. Kuna sehemu ya studio. Tunataka kuboresha mambo yote yawe sawa. Kweli. Ndio tuanze kazi. Kweli. Kuna sehemu ya office. Kuna sehemu ya bendi nafanya mazoezi. Baadaye tuko na project ya kufungua shule ya muziki. Watu wajifunze kupiga gitaa nini. Tuna project nyingi sana. Amna project ya kufungua kama vile radio au TV, hiyo tumeacha kwanza, kwa sababu tumeacha tufanye kwanza hivi venye tupo hii kazi yetu tunajua, kwa sababu kufungua radio ama TV
ni kutafuta mwenye anajua hiyo nyingine ndio nasema tuingie ndani, acha tuingie. Okay, hiyo inakujaga ni baadaye. Fanya kwanza kazi yako, sababu ukitaka kuingia kwa kila kazi kweli. Mimi kama saizi niko na TV online nitoka kitambo, lakini kaona si kazi yangu. Nimenunua kamera kubwa nipo nayo, kitu nasema pa tufanye kazi yetu kwanza. Tupe kama vile kwenye swala ya huzuni kidogo sababu sote ilitugusa. Kuna mtu ambaye alikuwa anakushoot video sana, lakini for now inalilahi inareja ayupo the wise bro. Kipindi niliposikia hiyo habari ulijisikiaje kama vile mtu ambaye alikuwa mtu karibu sana? Nimeumiaga sana. Nimeumiaga sana tena sana kabisa, sijui nisemeaje kwa sababu unajua mtu alikuwa mtu wako wa karibu sana, inaona umetumika naye sana, umeenda naye mikoani, afu hamjawahi kugombana hata siku yoyote. Tulikuwa tunaishi kwa peace, ni family. Mimi nikitumika na watu, uliza watu tunatumika nao, watu tunajenga ni family kweli. Basi ndio hivyo. Mwenyezi Mungu amsamehe malipema inshallah, kitu kama hicho amlaze malipema. God bless you so long. So labda kwa kumalizia ungelisema ni kitu gani ambacho nawaambia watu ambao sasa hivi wanatutizama about Difficile? Tutegemee kitu gani kipi kwa Difficile kwa mwaka huu 2020? Production kwenye mwaka tutegemee kitu gani? Mtegemee album 3 kutoka Difficile Production. Kwake mkali wa show Difficile 5G na Vichou utapona kweli. So album 3 watu wategemea. Vichou ndio inaanza mwezi wa 8 tarehe 8. Wewe ni mwezi wa 11. Ni karibu. Alafu patafuata ya Difficile, alafu mwezi wa 10. Alafu wewe baba leo unakuja kumalizia. Tunafanya hivyo. Alafu target yetu sisi ni mwaka 2021 na 22. Yani ni up next, yake ni next nyingine ya yazi ndo target yetu ya kusema. Sasa mashambulizi tunaanza kazi kuwapiga fimbo sasa. Mashambulizi sasa ile kusema tunaanza kwa tunaingia no retreat no surrender. Yani tunani kabisa, yani hakuna kuachia kisha mpaka mnapandisha bendera ya nchi. Tulikuwa moja na Happy Famba aka mkali wa show, CEO wa Difficile. Ulisikia alisema vitu vingi sana ya kwamba tukutoka hapa tutakwenda kutizama hivi chumba ambavyo tuambia tutavitizama. So labda neno moja kwa mafanzi wa Happy Famba na Difficile, unaambia kitu gani? Mafanzi ni kuambia tu kama tunakuja. Naam. Turaje. Wamegaleka kitu kwa yapi kwa sababu tulikamisi yo, it is the number 1 showman East African Taliban. Tunakuja na maalbum. Tunakuja ni kazi kwa kazi. Back to back. Yes. Hebu ambia fans wa Ami Show TV wasikose kusubscribe na wafanzi wa Ami Show TV msikose kusubscribe kwenye channel yao. Mna dunga tu kidole chenu pale. Ndio nikopiga nimemaliza. Hamna kingine. Pia nawashukuru. Nawashukuru sana. Mimi mtu akinipa interview wanamshukuru tena sana kabisa. Wewe ndio tutangulia na sisi tuko mpaka saa hizi mpaka shukrani. Pia afwani. Asante sana kwa bidii mnayo, mpo na bidii. Wanawafuatilia, mko very professional. Mnatumika vizuri. Na mzidi kuendelea. Mungu kubariki sana. Labda na mimi ningetaka, mimi sina kazi huko ndani hapo. Mimi nilikuwa na kazi jamani, kwa sababu jamaa sasa hivi na wasanii ambao sasa hizi hawana njaa tuseme. Kwa hivyo Difficile zimo ndani hawana njaa. I say the truth kweli. Hawana njaa. Hawana njaa. Sasa hizi utasikia wanabeti bwana wewe udi na mguu, sasa tutakuwa na taxi. Sasa hizi gari ngoja utaona sasa hizi. So kama pamoja na Happy Famba aka mkali wa show Taliban. Ulisikia vingi alivyoongelea kuhusu kazi zake, wana msanii wa kike ambao walikuja wakuja kusign naye mkataba. Si alikataa kutuambia, lakini labda mtakuja kumuona hapo awali official, labda atakuja kwenye album hujui. Labda mimi nilikuwa nawazia sio yeye, labda wewe sio yeye mwenyewe unamfahamu. So God bless you so long. Tunawashukuru wale wote. Msikose ku comment, share and subscribe our channel YouTube. Ulikuwa pamoja na mimi MB Promoter aka Mr. If you like me, I like. If you don't like me, I don't like you too. God bless you so long. Tutafanya gani? Ciao ciao. Yo. Urashaka makuru mashasha meza kandagezweho. Fyunda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe. L trending iriho kubganyu. Barindi mwifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success.